Ulimmisi baba? Hiyo kawaida kwa mtoto kummisi baba yake. Hata mimi nilikumisi wewe. Nipilikana. Haya, niambie sasa. Shule unakwenda? Usije ukawa mtwala. Unikileta machache kwenye shule huko. Mama watoto. Unapata nini kwa? Ama. Naomba unijibu swali, unapata nini hapa kwangu? Ngoja nikwambie kitu. Salamu haina ufundi. Salamu inahitaji busara tu. Mimi salamu zako sihitaji. Na kuomba uondoke. Unataka kuniharibia ndoa yangu? Ngoja kwanza. Mimi hapa nimepata kuona watoto wangu. Au sijakusikia? Unataka kivipi? Wewe unachofanya hapa. Wewe unaleta matabaka, alafu sio vizuri mbele ya watoto. Naomba uondoke jamani. Unataka kuniharibia ndoa yangu. Mume wangu uko huko ndani. Kwa nini ngoja? Wewe mume wako hajui kama mimi nina mtoto? Sawa, mtoto wako. Naomba uondoke jamani. Sitaki kunitafutia matatizo. Kwa nini unataka kunitafutia balaa? Unataka mimi nianze kutapatapa na watoto huko nje? Zainabu. Baba atakuja kesho. Nimepilikana. Sawa, naomba uondoke. Baba, naomba hela ya matumizi. Mimi nimekwambia nitarudi. Mimi nitarudi kesho. Wewe nisikilize. Naomba uondoke, naomba uondoke. Haya, kesho mtoto. Unipilikana. Hebu ondoka. Usiniondoshe hivyo. Ondoka bana. Unafundisha nini watoto hivyo? Wewe unataka niwafundishe nini? Naomba uondoke. Ulipomwacha kipindi hicho ulikuwa unamaanisha nini? Nimesikia kila kitu na naona unajitahidi sana kuniaminisha kwa huyu mtoto ni kwangu, ila ongeza jitihada. Ipo siku jitihada zako zitazaa matunda. Baba Zai, ukiaminishwa ili kuamini, weka imani. Sijawahi kukuchiti mume wangu. Kilichonileta na mhitaji huyo mbwa mwenzio. Binti, taratibu, si unaelewa? Unavyokuja hapa kuwa na discipline na nyumba za watu. Alafu mimi sio mbwa. Alafu cha pili cha kuzingatia, ukija kwa nyumba za watu, heshimu milango. Si umeelewa? Ina gharama yake. Bwana dada, sije hapa kuja kubizana na wewe. Nina shida na huyo mbwa mwenzio. Sijui unanielewa? Nimemaliza.
yupo hatoki. Na msemaji siwasubiri tena, nawasubiri hapa. Ngoja mimi nimalizane naye. Mbona kitu kidogo tunamalizana naye na ondoka wewe. Unajulikana. Utipo litobishi ndio utakuwa mkorofi. Kuna kipi hapo usichokijua? Hakuna kipya. Wewe nisikilize mimi ndio naongea hapa. Wewe ni ndani. Mbona unakuwa mkorofi? Nasikiliza mama. Nenda bwana mama, huyo anaenda anaenda ndani. Karibu. Maumba. Hivi kwa nini unafuatilia familia yangu? Nakwambiaje? Mwanzo na mwisho kufuatilia familia yangu. Umeamua kumwacha mtoto akiwa mdogo, sasa hivi umemwona kashakuwa, ndio unajifanya unajipendekeza katika familia yangu. Nakwambia, mwanzo na mwisho. Lakini hivi kwa nini unapenda kunifanya nizidi kujuta? Kwa ajili gani nikutane na wewe katika maisha yangu? Yaani wewe unanishangaza kweli. Hivi wewe ndio utaki mimi nije kwako? Wewe unataka. Ungeka utaki, usingekuja. Yaani ungeka utaki wewe ungeleta watoto waje hapa. Saa hii na Zuena. Unapilikana. Unasemaje? Yaani wote ungewaleta hapa. Watoto wako wichi. Ama. Nakwambiaje? Mtoto wako ni Zaituni tu. Ulipomwacha mdogo mpaka sasa hivi unajifanya unaona umuhimu wake kwa sababu kashafikia umri ule. Nakwambia Maumba, kama unataka kuona upande wangu wa pili, endelea kufuatilia familia yako. Yaani wewe kumbeba yule mtoto tumboni miezi 9 ndio umefanya jambo kubwa. Mimi ninambeba kiunoni hapa tangeni nimebalee jinga. Yule mtoto. Hebu nyamaza wewe. Halo? Yaani kwangu atananyamazisha. Wewe unajitoa akili. Zaituni ameanguka. Wako wapi? Wewe. Hebu ngoja na sasa ulisema watu wameanguka. Ausa, unajua wewe ni ndugu yangu. Na kila tatizo linalotokea nakuja kukwambia. Unajua Waswahili waliposema kosea vitu vyote lakini usikosee kuoa. Walikuwa sahihi. Alafu hawakuishia hapo. Walisema ni bora uoe mwanamke ambaye ana mtoto lakini baba yule ameshakufa. Lakini kuliko kuoa mwanamke ambaye ana mtoto alafu baba yule mtoto yupo hai. Hichi ni kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa. Hivi unajua shemeji yako na yule mwanaume inaonekana hawajaachana. Kwa sababu yule mwanaume sasa hivi anakuja nyumbani kumfuata yule mwanamke. Hichi ni kitu ambacho kinanichanganya sana akili yangu. Kinanivuruga. Sielewi nifanye nini. Yaani imefikia stage mpaka najikuta namchukia huyu mtoto mdogo ambaye inasemekana ni wa kwangu. Namuona kama naye si mtoto wangu. Ni mtoto wa yule bwana. Hichi kitu ndugu yangu kinaniumiza sana kichwa. Waswahili husema kuwa kitanda kizai alama. Lakini hata hivyo ni bora uamini Mungu yupo, alafu uende usimkute, kuliko kuamini Mungu hayupo alafu uende umkute. Hivi unadhani nini kitatokea? Mimi nakushauri kitu kimoja. Ni bora kuendelea kubaki na msimamo kwamba hili ni damu yako, kuliko kutoendelea kubaki na msimamo kwamba hile si damu yako. Hivi unadhani siku akija kuwa mkubwa alafu unemkana na ukaja ukabaini kuwa hili ni damu yako, nini kitatokea?
baina yako wewe pamoja na mtoto. Hausa, hawakukosea. Yaani Waswahili hawakukosea kabisa. Walipokuambia ni bora kufa macho kuliko kufa moyo, walikuwa sahihi. Moyo unapokufa, yani kila kitu kinaharibika. Sasa nani atairudisha imani yangu mimi iwe kama mwanzo? Hii inaleta utata sana. Kwani umemfanya nini mwenzako? Zai, amefanya nini jamani? Mimi hata sijui. Alikuwa anacheza na mwenzake. Zai. Zai mwanangu. Zai. Halo. Mtoto ameanguka huko. Sasa unataka mimi nifanye nini? Unasemaje?